Na kusalimu sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Namshukuru Mungu ambaye amekuwa mwema na mwaminifu tena siku ya leo. Ametupa kibali hiki cha kuweza kukutana mahali hapa. Mimi naitwa Mchungaji Mwanja na kupenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Dhamira yangu na kusudio langu la mimi kuwepo hapa siku ya leo mbele zako ni kwa ajili ya kufanya maombi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja ili nifanye maombi na wewe katika yale mambo magumu ambayo yanakusumbua, katika zile shida ambazo zinakusumbua. Yawezekana kuna vitu ambavyo umekuwa ukivitamani sana kwenye maisha yako viweze kutokea. Basi nimekuja niweze kusaidiana na wewe kuomba ili Mungu aweze kuingilia kati. Yawezekana ni ndoa yako, mahusiano yako. Kuna watu ambao wako kwenye mahusiano ya uchumba. Yawezekana unaona ni kama hakuna mwisho, huoni mwisho wako mzuri. Na yawezekana ni ndoa yako, huoni mwisho wako mzuri katika ndoa yako. Kila wakati unaona kana kwamba giza linaendelea kuwa totolo juu ya maisha yako. Basi leo hii nimekuja kuwa msaidizi wako kwa ajili ya maombi ili tumuombe Mungu aweze kuingilia kati na kusaidie. Yawezekana wewe ni mfanyakazi, yawezekana umeajiriwa na serikali au na kampuni za watu binafsi, au yawezekana ni mfanyabiashara, yawezekana ni mwanasiasa, yawezekana ni mtu wa kila aina. Leo nimekuja kuomba pamoja na wewe ili Mungu aingilie kati na kusaidie katika hali unayoipitia na maisha ulionayo. Yawezekana yako magonjwa yanakusumbua. Umeenda kwa madaktari, nao madaktari wamefika mwisho, wanasema hii jambo haliwezekani. Kwa hiyo siku ya leo nimekuja niweze kuomba pamoja na wewe, na siku ya leo iko miujiza mikubwa sana itaenda kutokea, na Bwana ataenda kuleta suluhisho katika kile kilichoshindikana na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosema, ninaitwa Mchungaji Mwanja, na ndani yangu iko neema ya miujiza ambayo Mungu anataka kuiachilia kwako, na wewe utaenda kuona utukufu wa Mungu na neema ya Bwana ikiwa juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mimi ninaamini sana katika miujiza, ya kwamba miujiza ndio njia pekee ambayo Mungu anaitumia kwa ajili ya kuwasaidia watu wake, na hiyo miujiza ndio ambayo Bwana atakutendea ili apate kusaidia na kutoka katika hiyo changamoto ulionayo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa niseme tu wazi ya kwamba hata maisha ya Yesu nayo pia yalikuwa ni maisha ya miujiza. Kitu ambacho Yesu alichokuwa nakifanya maisha yake yote aliyaendesha kwa namna ya miujiza. Aliishi hapa duniani. Kumbuka, Yesu alikuwa ni mwanadamu na pia alikuwa ndani yake ni Mungu. Lakini alipokuwa akiapply maisha ya wanadamu, alitumia sana miujiza ili kuweza kusurvive katika wanadamu wake aliyokuwa nao. Nami niseme katika jina la Bwana aliye hai, nini ambacho Yesu alikuwa anatufundisha? Alikuwa anatufundisha kumbe kuna plan B. Tunaposhindwa katika namna ya kawaida, basi lazima tuapply plani ya pili ambayo ni miujiza, ili uweze kutusaidia na kututoa katika hali zetu tulizonazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe mwanasiasa unaweza kusema, mimi muujiza gani unaweza kufanyika hata nikaweza kutoka katika hali nilionayo? Mimi nasema muujiza upo, unaweza kutendeka. Iko miujiza mingi ambayo Yesu aliifanya, kwa sababu Yesu moja, wanasiasa walimuona Yesu kuwa ni mwanasiasa bora. Hata wale wasomi nafikiri wanasoma hata kwenye vyuo. Kuna syllabus kwenye vyuo inaongelea habari ya mambo ya watu wa philosophy. Kwa hiyo Bwana Yesu naye ni mmoja wa wanafilosofia wakubwa sana katika nyanja ya wasomi. Kwa hiyo nini maana yake? Yeye alikuwa ni mwanafalsafa. Nini maana yake? Ndani yake alikuwa ni mwanasiasa kubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu alifanya mambo makubwa ambayo yaliwazidi kiwango wanasiasa. Kwa hiyo ndicho ambacho ninachokisema, kwamba roho ile ile ya Yesu Kristo ikiingia ndani yako, utakuwa mwanasiasa bora kuliko wanasiasa wengine ambao wanashindana pamoja na wewe. Lakini pia
Yesu alikuwa ni mtu mzuri sana katika mambo ya kiuchumi. Biblia inatuambia kwamba hata alipodaiwa kodi, sasa mtu gani anaweza kudaiwa kodi kama si mfanya biashara? Basi kumbe Yesu naye, tukiongea habari ya biashara, basi Bwana Yesu ni mfanya biashara namba moja ambaye anaweza kukusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Bwana Yesu yeye kwa ni daktari mkuu ambaye sasa hata yale ambayo ilikuwa ameshindikana kwa matabibu wengine, kwa Yesu ilikuwa inawezekana. Biblia inatuambia yuko mwanamke alikuwa anatokwa damu kwa miaka 12. Alipomwendea Bwana Yesu akaiponya ile damu, ikaacha kutoka ndani yake. Yule mwanamke alikuwa na desturi ya kukamatwa na waganga wengi, alitibiwa kwa waganga wengi, lakini hawakuweza kumponya. Kwa Yesu Kristo aliweza kupona na akawa salama katika jina la Bwana aliye hai. Na mimi niseme wazi ya kwamba yawezekana umeteseka sana juu ya magonjwa ulionayo, shida nyingi zimekuandama, zimekusumbua, lakini leo nimekuja nikutangazie ya kwamba yuko Bwana Yesu, yeye ndiye mfunga kazi, anaweza kusaidia na kukutoa katika teso na shida ulionayo. Kitabu hiki cha Luka sura ile ya 10 mstari wa 9 anasema kwamba ponyeni wagonjwa waliomo. Anasema kwamba waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema ponyeni wagonjwa waliomo na muambie kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo kumbe, kwa nini Yesu anakuja kutusaidia? Kwa sababu ufalme wake umekaribia. Kwa sababu ufalme wake umekuja. Kwa hiyo nini maana yake? Kazi ya ufalme ni kuhakikisha kwamba inawaweka wanadamu wanakuwa huru. Ufalme wa Mungu unawaweka wanadamu wanakuwa huru dhidi ya kila ukoloni mamboleo, ukoloni mbaya shetani anaofanya juu ya wanadamu. Kwa hiyo Yesu amekuja kuwaweka huru na kuweza kuwatakasa na kuwafanya waweze kwenda wakiwa wanafurahia maisha yao. Na mimi siku ya leo nasema katika jina la Bwana aliye hai, naenda kuomba na wewe ili ukayafurahie maisha yako na ukaone neema ya Mungu ikiwa juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa nataka nianze kuomba na wagonjwa kwanza. Miujiza kwa ajili ya wagonjwa. Wale walio na kansa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, natamka muujiza kutokea hapo hapo. Kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka muujiza kwa ajili ya watu walio na HIV. Pokea muujiza kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka muujiza kwa wale walio na vidonda vya tumbo. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea uwe mzima kwa jina la Yesu. Natamka na wale ambao wamevunjika mifupa yao. Mifupa yao imevunjika, aidha ni kwa ajali, mifupa yao imesagika labda kwa sababu ya kukosa madini kwenye vifundo vyao. Ninatamka muujiza uanze kutokea kwa jina la Yesu aliye hai. Ndugu yangu msikilizaji, kila ninachokitamka ndivyo kinavyoenda kutokea, kinavyotokea. Kwa hiyo usifikiri kwamba kwa nini mtumishi wa Mungu anatamka tu hivi. Ninavyotamka ndivyo yanavyoenda kutokea kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe cha msingi ni amini tu kile ninachokitamka, na kama wewe una tatizo hilo, anza kulifanyia mazoezi. Yaani unapoona nimetamka tatizo lako, anza kujikagua. Utashangaa umekuwa mzima katika jina la Yesu aliye hai. Wale wenye maumivu ya muda mrefu ya kichwa, ninatamka katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wawe wazima. Wale wenye uoni hafifu, ninatamka sasa macho yao yatiwe nuru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wale walio na kansa katika ngozi zao, ninaamuru ngozi zao zitakasike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wale wenye kuteseka na meno, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, hayo meno ya kuachilie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wale wanaosumbuka na masikio yao, masikio yawe salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwasho katika mwili, ninaamrisha ukuachilie katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya misuli, ninaamrisha ikuachilie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai na uwe salama. Ninaomba kwa ajili ya magonjwa kwa ujumla, malaria, TB, typhoid, katika jina la Yesu aliye hai. Ninaamrisha toka kila aina ya magonjwa ya kuachilie, na umepokea uzima wako, umepokea muujiza wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Mungu wetu kwa kuwa umetenda na umefanya mambo makubwa juu ya mtu huyu.
na yule aliyekuwa kitandani amekwisha kuinuka sasa na amekuwa salama. Nimekwisha kuomba juu ya wagonjwa. Bila shaka wewe ambao umenisikia umeamini na kuna vitu vimeenda kutokea katika jina la Yesu aliye hai. Na usisahau kufanya ushuhuda wako baada ya kupokea uponyaji wako, lakini pia na kutuma sadaka yako, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana katika jina la Bwana aliye hai. Sasa nataka niombe muujiza kwa ajili ya wafanyabiashara katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ile biashara iliyozuiliwa na nguvu za giza, mashetani, mizimu, katika jina la Yesu iachiliwe. Kila roho iliyoshikilia mikononi mwake biashara ya mtu huyu iachiliwe na awe salama katika jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza mitaji kukua na kuongezeka. Kila mtaji wa mtu ambao uko umestaki kwa muda mrefu, kuanzia sasa ukapande na kukua kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaachilia muujiza wa kupata mtaji kwa mtu huyo aliyekuwa anahitaji kufanya biashara. Pokea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaamrisha na iwe sehemu ya maisha yako na iwe ya kwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza kwa wewe ambaye ulikuwa unafanya biashara ndogo, ikakue na ikawe biashara kubwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatamka kwa mamlaka jina la Yesu. Natamka safari za kibiashara zikatokee na zikawe nzuri zenye manufaa na tija juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakubariki jioni ya leo, ninakubariki mchana wa leo, nakubariki asubuhi ya leo. Pokea neema na ikawe ya kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe mfanya biashara, Mungu ameenda kukutokea, na nenda kafanya biashara, utaona majibu yake. Na kile ambacho Bwana atakutendea, usisahau kushuhudia na usisahau kuleta sadaka yako katika namba nitakazokutajia hapo mwishoni, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Sasa nataka niombe juu ya wafanyakazi katika jina la Yesu. Uwe ni mfanyakazi uliyeajiriwa na serikali, au mfanyakazi uliyeajiriwa na kampuni fulani, au umeajiriwa na mtu fulani. Nataka niombe juu ya maisha yako. Naomba kibali kwa bosi wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea neema ya kibali katika jina la Yesu. Ninatamka kupandishwa mshahara wako katika jina la Yesu Kristo, ukapandishwe na kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka kuongezwa kwa daraja lako. Daraja lako likaongezeke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Cheo chako kikaongezeke katika jina la Yesu aliye hai. Na Bwana akakufanye kuwa ni mtu uliyeng'ara sana. Bwana akakufanye kuwa ni mtu mwenye kibali kikubwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukaaminiwe na wafanyakazi wenzako, ukaaminiwe na bosi wako, ukawe ni mtu mwenye mchango mzuri kwa mawazo juu ya kampuni yako, juu ya jamii yako unayofanya kazi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatamka ukawe ni mtu ambaye mwenye maendeleo na mafanikio makubwa katika mshahara utakaokuwa ukiupata katika jina la Yesu. Mshahara wako hautaibwa na chuma ulete. Mshahara wako hautaibwa na nguvu za giza, bali mshahara wako utakuwa kwa ajili ya manufaa ya maendeleo yako. Utaonekana kuwa ni mtu unayefanya kazi na mtu uliyefanikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea neema ya kujenga nyumba. Pokea neema ya kununua asset mbalimbali kama vile magari katika jina la Yesu aliye hai, kama vile bodaboda katika jina la Yesu aliye hai. Kanunue bajaji katika jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza juu ya maisha yako ukafanikiwe sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Mungu ambaye umeenda kutenda na kufanya. Wewe mfanyakazi, nasema katika jina la Bwana aliye hai, Mungu amekuinua. Utaenda kupanda daraja, mshahara wako utaenda kupanda, cheo chako utaaminiwa kazini kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na Mungu akikutendea, usiache kushuhudia, lakini pia usiache kuleta sadaka yako kwa namba nitakazokupatia katika jina la Bwana aliye hai. Nataka niombe na wewe mwanasiasa. Na kumbuka mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila shaka mwanasiasa unataka kibali. Leo natangaza katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ukawe na mvuto wa ajabu mbele ya hadhira wako.
katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utakachosema kikakubaliwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akakung'aze kwa namna ya ajabu, ili akupatie nafasi katika kada unayoitaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila njia yoyote ile inayoinuka ili kuferishe, ninaikemea na kuifukuza katika jina la Yesu. Washindani wako wote utawashinda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia mkono wa baraka ukabarikiwe na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uchaguzi huu ukawe ni uchaguzi bora juu ya maisha yako. Lakini pia ninaleta uongozi wako, ninaleta utumishi wako katika siasa ukawe ni utumishi uliotukuka. Kila mmoja akakufurahie, kila mmoja akajisikie vizuri, kwa sababu wewe umeipata hiyo nafasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kusiwepo na vikwazo vyovyote vya utendaji kazi juu yako, bali neema ya Mungu na utukufu wa Mungu ukawe juu yako. Ninakubariki kuanzia sasa, ukawe ni mtu wa pekee sana katika jamii yako, ukawe ni mtu uliyebarikiwa sana, ukawe ni mtu mwenye kibali kikubwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia neema na utukufu wa Mungu uzidi kuwa juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki na kukuzidisha siku zote, ukafanikiwe na mwanga wa Kristo ukawe mbele yako. Adui zako wakaangushwe na kufedheheshwa, bali wewe ukang'ale na kutukuka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukawe ni mtu uliye bora, mwenye kusikilizwa. Kila neno lako likawe ni neno lenye maana katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na Bwana akakutukuze katika viwango vikuu vya utukufu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakuombea na Bwana awe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na useme amen. Ndugu yangu mpendwa, kwa nini tunafanya hivi? Biblia inatuambia kwamba mtakapoingia, kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 na kuanzia ule mstari wa 11, anasema kwamba mtakapoingia katika ile nchi nitakayowapa, mtaenda kufanikiwa sana. Lakini mtakapofanikiwa, msisahau ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako ninayekupa nguvu ya kuupata utajiri. Nini maana yake? Kumbe kila mafanikio yote yale ni roho. Na kitabu kile cha Hesabu, Biblia inatuambia kwamba Hesabu sura ile ya 6 ule mstari kuanzia wa 22, Biblia inatuambia kwamba waambie wana wa Haruni, ili Mungu anamwambia Musa kwamba waambie wana wa Haruni ya kwamba watu watawajilia, na wakisha wajilia, basi wao wakaachilie baraka juu yao, wakaachilie matamko juu yao. Ndivyo watakavyoliweka jina langu juu yao. Nami kama mtumishi wa Mungu nimesimama mbele zako ili niliweke jina la Mungu juu ya maisha yako, ili nawe uweze kupata kibali, na hicho kibali umekipata katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama unaamini useme ameni kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Ndugu yangu mpendwa, ninakupenda sana katika jina la Bwana aliye hai. Mimi ninaitwa Mchungaji Mwanja, ni rafiki yako na ni ndugu yako ninayekupenda kwa dhati katika jina la Yesu aliye hai. Ikiwa kuna ushuhuda unaotaka kushuhudia au unayo sadaka unataka kuileta mbele za Mungu aliye hai, basi utaileta kwa namba hii 0762680797. Tarudia tena, ikiwa una sadaka yako au ushuhuda wako, basi unaweza kutoa kwa namba hii 0762680797, au unaweza ukatoa kwa namba ya Yasi 0677770156. Ukifanya hivi, Mungu atakubariki na neema ya Bwana itakuwa juu yako katika jina la Yesu Kristo. Mimi ninakupenda. Pokea neema na utukufu wa kimungu juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.